Praise the name of our Lord Jesus Christ. Ibada ya Monday tulikuwa tunaongea kuhusu mashauri, to seek advice. Sasa hiyo ndio mada ningependa niguzie kidogo. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Sasa katika kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 24. Psalms 119 verse number 24. Bible inasema, shuhuda zako nazo ndizo furaha yangu na washauri wangu. Psalms ni kitabu ambacho kimeandikwa na Daudi ambaye alikuwa mfalme wa Israeli huko. Anasema ya kwamba shuhuda zako ndizo furaha zangu na washauri wangu. Kwa hivyo shuhuda zako inamaanisha ni testimonies. Shuhuda zako. So testimony za Mungu ndiye anasema ndio furaha yake na ndio washauri wake. Na hii Biblia ukiangalia kiujumla, kuanzia Genesis mpaka Revelation, Bible wanga inaongeanga habari za mtu moja, habari za Yesu Kristo. Narudia tena, hii Biblia yote kuanzia Genesis mpaka Revelation zinamshuhudianga Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati ambapo Daudi anasema shuhuda zako ndizo furaha zangu na washauri wangu. Sasa in short, ama kwa ufupi, Daudi anasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye furaha wake na ndiyo mshauri wake. Ukitaka kujua ya kwamba shuhuda zako ndizo furaha yangu, hii kitu ambacho Daudi anaongelea, tunataka tu tueleze kiwazi ili tupate kujua kumbe inaongea habari za Yesu Kristo. Shuhuda za Mungu ni Yesu Kristo. Kitabu cha Luka 24 verse number 44. Huu ni Yesu Kristo anaongea. Anaambia wanafunzi. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi. Kwa hivyo Yesu Kristo anakiri ya kwamba mambo yote ambayo yameandikwa katika Torati ya Musa ameandikiwa yeye, inaongea kuhusu yeye. Mambo yote ambayo yameandikwa na manabii inaongea kuhusu Yesu Kristo. Na mambo yote ambayo yameandikwa kwa Zaburi inaongea habari zake. Zaburi ni hizo vitabu za Psalms, Lamentation, hizo vitabu za Ecclesiastes, hizo Mhubiri, hizo vitabu ambazo ziko na wimbo, hizo Songs of Solomon. Sasa habari zote ambazo zimeandika kwa hizi vitabu zimeandikwa ili zimshuhudie Yesu Kristo, ili ziongee habari za Yesu Kristo. Ndio maana na 45 nasema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Kwa hivyo hii maandiko hatutaweza kuelewa mpaka tutakapofunuliwa akili, tupate kujua ya kwamba kumbe hii Biblia mzima inaongeanga habari za Yesu Kristo. Wakati tutafunuliwa akili, ndipo tutajua ya kwamba kumbe hii Biblia mzima inaongea habari za Yesu Kristo. Nimewaambia Luka 24:44, Yesu anasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi. Kwa hivyo nimewaambia kwamba Torati ya Musa, the laws of Moses, zinaongeanga habari za Yesu Kristo. Prophets wa Biblia wote wanaongeanga habari za Yesu Kristo. Na the book of Psalms, Lamentation, Songs of Songs, Ecclesiastes na hizo zingine zote zinaongeanga habari za Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati ambapo tunafunua hizi Biblia, tuelewe inaongeanga habari za nani. Ndio ukisoma kitabu cha Luka 24:25, wakati Yesu Kristo alishafufuka na akakutana na wale watu wawili wakienda kwa Emmaus, wakienda njia yao Emmaus, Cleophas na rafiki yake.
Sasa anawaambia Luka 24:45, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza katika maandiko yote mambo ya muhusio yeye mwenyewe. Kwa hivyo Yesu Kristo katika Torati yote na katika maandiko yote na katika vitabu zote za manabii, vitabu zote za Musa, Yesu Kristo aliongea mambo yanayomhusu yeye mwenyewe. Sasa je, hizi makanisa zetu na wachungaji wetu wengi, wakati wanatufundisha mambo za manabii, mambo za Torati za Musa, ni nini wanatuambianga kuhusu hizo vitabu? Ni nini? Inafaa tujue kwamba hizo vitabu zinaongeanga habari za Yesu Kristo, wanga zinamshuhudia Yesu Kristo. Sasa ndio ukiona pale mahali tulianzia kwenye kitabu cha Psalms, wakati Daudi anasema ya kwamba shuhuda zako ndizo furaha zangu na ndizo washauri wangu. Kwa hivyo anaongeanga habari za Yesu Kristo, kwa maana Yesu Kristo yeye ndiye mshauri wetu. Ndio umeona kitabu cha Isaiah 9:6 Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Sasa wanasema naye jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo yeye ndiye mshauri wa ajabu. Yesu Kristo ndiye mshauri wa ajabu. Kwa hivyo wakati ambapo umeenda kupata mashauri kutoka kwa Yesu Kristo, jua ya kwamba kufanikiwa ni lazima utafanikiwa, kwa sababu mashauri ya Yesu Kristo inaleta uokovu. Sasa katika Biblia kuna Daudi ambaye alikuwa mfalme wa Israeli, Daudi baba yetu. Sasa huu Daudi, Biblia inatuambia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1 mstari wa 1 Samuel 30 verse number 5. Samueli wa kwanza 30 mpaka mstari wa 5, ya kwamba kuna siku moja bibi za Daudi, wake zake wawili, walichukuliwa mateka. Hiyo ni Samueli wa kwanza 30 mstari wa 5. Biblia inasema, na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka. Mke wa kwanza alikuwa anaitwa Ayonahamu wa Yezreeli, na Abigaili aliyokuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Sasa hao watu walikuja wakakuwa kidnapped, wakachukuliwa captive, wakachukuliwa mateka. Sasa amekuwa kidnapped. Sasa Daudi ajui afanye nini, maana wake zake wamechukuliwa mateka, bibi zake wameenda, wamechukuliwa na maadui. Sasa kile kitu ambacho Daudi alifanya, alienda kuuliza mashauri kutoka kwa Mungu. Alienda kutaka mashauri kutoka kwa Bwana. Sasa hapo ndio Samueli wa kwanza 30 verse number 8, Biblia inasema, Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawaponya wote. Kwa hivyo wakati ambapo Daudi alikuwa anaenda kufuatilia wake zake, maana wamekuwa kidnapped, wamepelekwa kuwa captive na maadui, alijua ya kwamba kimwili hawezi akatoboa, maana wale maadui ni wengi, hawezani kimwili. Sasa hizo, kwa hivyo anahitaji backup ya mbingu, hawezi pigana kimwili. Maana kumbukeni, Biblia inasema ya kwamba vita si vyetu, vita ni vyana, vita ni vya Bwana. Hiyo ni kitabu cha Mambo ya Nyakati. Vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Kwa hivyo Daudi alijua ya kwamba akienda kama yeye mwenyewe kupigana, hakika hatapata wake zake, atashinda. Kwa hivyo akaenda kuuliza mashauri kutoka kwa Bwana. Je, nikifuatilia wale watu nitawapata? Mungu akamwambia, enda, utawafuata na utawaponya wote, utapata wake zako, you shall recover all. Kwa hivyo wakati Daudi alienda kufuatilia wake zake, alipata
wakati ambapo Daudi alienda vita alipata. Sasa pointi yangu ni namna hii. Wakati tunataka kufanya vita ama tunataka kufanya jambo, ni vyema tutafute shauri kutoka kwa Bwana. Tukitafuta shauri kutoka kwa Bwana, tutafanikiwa katika mambo yote ambayo tunafanya chini ya jua hii. Ndio maana Biblia inatuambia kitabu cha Mithali 24 verse number 6, maana kwa mashauri ya akili utafanya vita. Kitabu cha Mithali 24 verse number 6, maana kwa mashauri ya akili utafanya vita, na kwa wingi wa washauri uja uokovu. Wingi wa washauri uja uokovu. Sasa hawa washauri ambao wanaongelea nao, ambao wanaleta uokovu, sio eti watu wengi. Maana unaweza pata watu wengi wa kushauri na wakushauri vibaya. Kwa hivyo wingi wa washauri ni Bwana Yesu Kristo. Ndio maana tulianza pale Daudi akisema shuhuda zako ndizo furaha yangu na ndizo washauri wangu. Kwa hivyo hii wingi wa washauri ni shuhuda za Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati tumeenda kutafuta mashauri kutoka kwa Bwana Yesu Kristo, hakika tutafanya vita na tutashinda. Hakika tutapata kuokoka katika kila jambo ambalo tunalifanya. Daudi alienda kutafuta mashauri na akashinda. Sisi pia tutafute mashauri na tutashinda. Mbona? Kwa sababu ukitafuta mashauri kwa Bwana, hakuna kitu kitakushinda. Hauwezi ukashindwa. Bible inasema Mithali 21 verse number 30, hakuna hekima wala ufahamu wala shauri juu ya Bwana. Hakuna. Kwa hivyo ukiwa na Bwana kama mshauri wako, kwa hivyo hekima zote za kidunia na za watu wa vita za kidunia na za maadui haiwezi kukushinda. Hata washauriane hawawezi. There is no wisdom, no understanding or no counsel that can succeed against the Lord. Kwa hivyo jua ya kwamba mashauri ya Bwana linasimama milele. Shauri la Bwana linasimama milele. Ukipata mashauri kutoka kwa Bwana, wale binadamu madui zako hata washauriane namna gani, hata wakuwa kwenye hekima kiasi gani, hawata succeed. Kwa maana there is no wisdom, no counsel that can succeed against the Lord. Shauri la Bwana linasimama milele. So mjuange hivyo. Mjue hivyo. Kitabu cha Mithali 20 verse number 18, Bible inasema kila kusudi hudhibitika kwa kushauriana, na kwa shauri la akili fanya vita. Every purpose kwa maisha yako will be established if you seek counsel from the Lord. Chochote ambacho unataka kufanya, unataka kuoa, unataka kazi, unatafuta nini, hizo vitu zote, seek advice from the Lord and they shall succeed. You shall succeed. Seek advice. Seek advice from the Lord. Hiyo ndio kitu ambacho watu wamekosa. Seek advice. Kitabu cha Mithali 19:20, Bible inasema sikiliza mashauri ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Kwa hivyo wakati ambapo unasikiliza mashauri na unasikia hii mafundisho ambayo tunafundishana hapa, my friend, utapata kuwa na hekima siku zako za mwisho. Nimekuambia kwamba hekima ndiye Kristo mwenyewe. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:24 tumesoma, Biblia inasema kwamba Kristo ni hekima ya Mungu. Kwa hivyo tafuta mashauri kutoka kwa Bwana. Tafuta mashauri kutoka kwa Bwana. Mithali 15:22 Biblia inasema pasipo mashauri makusudi hubadilika, bali kwa wingi wa mashauri hudhibitika. Kizungu inasema without counsel purpose are disappointed, but the multitude of counselors they are established. Kwa hivyo ukitaka disappointment kwa maisha yako, disappointment, kosa kutafuta mashauri kutoka kwa Bwana. Disappointment. Ukitaka disappointment kwa kazi yako, kwa ndoa yako, kwa kila kitu ambacho unafanya, enda kiwewe, enda na mwili yako, utapata disappointment. Utapata disappointment. Utapata disappointment. Nimekuambia kwamba
Mungu anakaa na watu ambao wanatafuta hekima kwake. Hao ndio Mungu anafanya kazi pamoja na wao. Kama vile Daudi alitafuta ushauri kutoka kwa Mungu, akapata wake zake ambao alikuwa ametekwa. Vivyo Biblia inatuambia Mithali 12:15, njia ya mpumbavu imenyooka machoni pake mwenyewe. Ujue mpumbavu ni mtu ambaye atafuti mashauri kutoka kwa Mungu, bali yeye aliye na hekima usikilize shauri. Mtu yule ambaye ako na hekima, ako na Mungu ndani yake, ako na uungu ndani yake, ni lazima asikilize ushauri. Ni lazima asikilize ushauri. Na nimekwambia hii Biblia yote imejaa mashauri. Hii Biblia yote imejaa mashauri. Sasa mashauri ya Bwana tumuona kwamba inaleta kufanikiwa, inaleta wokovu. Sasa naye pia kuna mashauri kutoka kwa wanadamu na kutoka kwa ibilisi. Sasa mashauri kutoka kwa ibilisi ukisikiliza, ujue ya kwamba wewe ni kuanguka na anguka. Utaanguka, hautafanikiwa. Mithali 12:5 Biblia inasema, mawazo ya mwenye haki ni adili, bali mashauri ya mtu muovu ni hadaa. The thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are deceit. Kwa hivyo wakati ambapo wahovu wanakupea mashauri, watu wabaya wanakupea mashauri, ujue ya kwamba wanakudanganya. Wanakudanganya. Ni kukuangusha, watakuangusha. Kwa maana utakuwa kinyume na Mungu. Ukisikiliza mashauri ya watu wabaya, unakuwa kinyume cha Mungu na lazima utaanguka. Mbona? Kitabu cha Mithali 15 verse number 26 Biblia inasema, mashauri ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Kwa hivyo ukisikiliza mashauri ya mtu mbaya, ujue ya kwamba Mungu anachukizwa. Chukizo, mashauri mabaya ni chukizo. Na if you are against the Lord, ujue ya kwamba hapo ndio mwanzo wa kuanguka kwako. If you are against the Lord. Sasa kwa Biblia, kitabu cha Proverbs chapter 1 verse number 25. Hawa ni watu ambao wamekataa kusikiliza mashauri ya Bwana. Wameamua tu wasikilize mashauri ya mtu muovu. Sasa watu kama hawa, ile siku watapatikana na shida, wataita Mungu na Mungu hawezi akawasikia hata siku moja. Mungu atawasaidia. Kwa maana Mungu pendi watu wapumbavu. Sasa Proverbs 1:25 Biblia inaanza na kusema, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, I in turn will laugh when disaster strike you. I will mock when calamity overtakes you. When the calamities overtake you like a storm, when disasters sweep over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then will call to me and I will not answer. They will look for me, but they will not find me, since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. Since they will not accept my advice and spurn my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. Kwa hivyo Biblia iko serious sana. Wakati tunakataa kusikia mashauri kutoka kwa Bwana, ile siku shida zitatupata, Mungu atatuchekelea, atatusaidia. Atatuchekelea. Maana tulikataa kusikiliza mashauri kutoka kwake. Hiyo ni Proverbs 1:25 mpaka 31. Na ujue Proverbs 12:15 nasema, the way of the fools seems right to them, but the wise listen to advice. We are the wise. Let us listen to advice from the Lord. Sisi ndio wenye hekima, wacha tusikilize mashauri kutoka kwa Bwana. Watu wajinga wanaona ya kwamba wako sawa, kwa hivyo wanasikiliza mashauri yao wenyewe. Ujue ya kwamba hiyo ndio chanzo cha kuanguka kwao. I think nimemaliza, and be blessed.